Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi hapa leo tunamtaja Maalim Khalifa bin Nasr al-Riyami. Unajua kuna wanazuoni, kuna walimu wengi habari zao zimepotea kabisa. Watu wanajaribu kutuuliza sisi ambao tunazungumza watu kuna watu leo kuniambia nizungumzie, ambaye tafutieni history zake. Hakuna history zao, lakini kuna mambo event wamefanya ambayo yanajulikana yako mpaka leo. Kama huyu Maalim Khalifa alikuwa ni akitibu tiba za kienyeji, alikuwa hodari sana kabisa. Alikuwa akifanya dawa watu wengi wamefaidika. Mara moja Maalim Khalifa kulikuwa na mvua, wakakutana na Sheikh Selemani Alawi pamoja, kwa katika nyumba hivi nje wamesimama, watu wapita njia, kabidi wasubiri mvua. Wamekaa pale wanasubiri mvua imalizike. Sheikh Selemani Alawi, Mwenyezi Mungu amrahamu, naye alikuwa hodari kwa tiba sana. Akamwambia Maalim Khalifa, atapita mtu hapa shati lake lina damu. Maalim Khalifa akamwambia la, atapita mtu shati lake lina tambuu. Sasa vigogo hivyo. Basi akapita mtu pale shati lake lilikuwa halina damu, lilikuwa na tambuu. Hawa walikuwa mashekhe waliobobea katika elimu mbalimbali, fani mbalimbali. Maalim Khalifa kama navyozungumza habari zake, ukizipata kwa wazee waliobaki sasa hivi huwezi kuzipata. Tujaribu kuwauliza, hamna. Lakini kuna kisa kimoja kipo, kisa hichi ni cha kweli, kimetokezea cha Maalim Khalifa. Kuna mtoto mmoja wa kike alikuwa akiumwa sana bila kiasi. Na kamaliza waganga wote wa Unguja, wa Pemba, wa Bara, kote East Africa, hakupona. Kila anapokwenda watu wanashindwa. Mwisho akapelekwa Maalim Khalifa. Zama za Maalim Khalifa, akamtazama Maalim Khalifa, akasema huyu hakuna mtu anaweza kumtibu huyu hawezi kumtibu mtoto, kwa sababu mtu atemtibu huyu anakufa, na hawa waganga wote wanajua haya, ndio maana hawezi kumtibu, wanaogopa kufa. Lakini akasema mimi nitamtibu, na nikishamtibu nitakufa. Ulipata kusikia wapi mambo kama haya wewe? Maanake ukisema unasema kwa uongo. Huyu aliotibiwa yu hai mpaka leo, namjua sana mimi, mzima. Labda au umetokezea homa, maradhi ya kawaida kwa, lakini tiba aliyotibiwa na Maalim Khalifa, yuko hai mpaka leo huyu mtu, namjua mimi, na kisa hichi kimetokezea tunakijua. Basi Maalim Khalifa, Mwenyezi Mungu amrahamu, akamtibu na akatibika. Na Maalim Khalifa hakuishi sana, within 2 weeks akafa. 2 weeks basi akafi. Ulipata kuona watu kama hawa wasioitaka dunia, wanaitaka akhira, wanataka kuwapata tiba. Wasitoto akishaona mtoto mdogo huyu amtibu, atibike. Unafahamu, katoa maisha yake kwa sababu ya kumsevu. Hajamhusu kitu, hataki mali, hataki chochote, wanafanya kwa sababu lillah. Zama mambo kiwa watu watachukua mfano watu kama hawa waliobobea wakifanyia watu dawa, basi ikhlas. Hakuna kitu kama ikhlas. Ukiwa na ikhlas kila jambo linakuwa. Wanasema ikhlasi ndio ufunguo wa ibada, ufungua mambo yako kwa nayo. Sasa huyu Maalim Khalifa alikuwa na ikhlasi ya kweli, anataka kumtibu huyu mtoto na akatibika. Na Maalim Khalifa hakutumia mwezi akaiaga dunia, na yeye mwenyewe alikuwa kishasema kwamba mimi huyu hamtibu mtu isipokuwa tumtibu atakufa. Na Maalim Khalifa akafa, Mwenyezi Mungu amrahamu. Sasa hizi lessons za watu kama hawa nzito zimeshuhudiwa sisi, na huyu aliotibiwa mimi namjua mpaka leo yupo hai. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awarehemu Maalim Khalifa na utangulia. Shukrani, jazakallahu khair. Asante.